Basi, Your Excellency, Stephen Kalonzo Musyoka, you can take over. Mazeras hoye! Basi tumefika Mazeras na furaha tele. Je, mnatupokea? Mnatupokea? Hapa tunaye Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Nipateni list hapa. Pateni list bwana. Tuko na Mheshimiwa Eugene Wamalwa na hapa tuna ndugu Rigathi Gachagua. Alafu tuko na Mheshimiwa Robert Mbui. Tuko na maseneta wengi, Seneta Maanzo wa Makueni. Tuko na Seneta John Mevi wa Nyandarua, ako hapo kijana. Tuko na Seneta Morango wa Kirinyaga. Tuko na Seneta Onyonka Kisii. Tuko na Mheshimiwa Gakuya wa Embakasi yako hapa, Embakasi North. Tuna Mheshimiwa Joshua Kemilu kutoka Kaiti. Huko Makueni tulikokuwa jana. Nikisema harambee, sema one time harambee. Naweka kidole namna hii harambee. Wangapi wanakubali ni one time hii maneno hii? Kuna wengine, kuna Mheshimiwa Wandeto kutoka Tetu, sijui kama hako hapo. Kuna Mheshimiwa Mawadhe kutoka Mbakasi South, ako wapi Mawadhe? Wako kila mahali. Ako wapi Mawadhe? Ako huko kwa raia. Mpigie makofi, ameingiliana na nyinyi huko. Kuna Mheshimiwa Meja Dong kutoka Mbakasi Central. Tuna Mheshimiwa Chome, tumemwacha nyumba, amerudi. Sijui kama Mwashako bado ako nasi. Walitupokea kule Voi. Alafu tuna Mwana Mule, ako wapi Mwana Mule? Kutoka Mwashako yule kijana kutoka kwa milima Undanyi kule. Alafu tuko na wakili Ndegwa, tuko na Victor Munyaka, tuko na mama Jessica Mbalu, tuko na Masika Kuya, tuko na Susan Kiamba, mama mjumbe kutoka Makueni. Kwa kifupi, kwa sababu tumeamua tuingie Kilifi, tuingie Kwale, tuingie Mombasa, na ujumbe ni moja. Ujumbe ni vile wa Kenya wameona wameteswa na serikali ya Kenya Kwanza. Nyinyi mmeteswa huko Mazeras? Wangapi wanasikia wameteswa na serikali hii? Kwa hivyo tu ujumbe ni kwamba vijana wetu wameuawa. Vijana wakauawa Kenya nzima. Na wananchi wanasema vijana hawezi kuuawa tu ovyo, na hali serikali yoyote yenye mamlaka kamilifu kazi yake ni kuchunga maisha ya wananchi wake. Lakini hii badala ya kuchunga maisha inawaumiza watoto, hawezi kuvumilia hata kuwa criticized democratically. Tunakumbusha Kenya ni nchi ya demokrasia. Wangapi wanajua tuna demokrasia ya kutosha Kenya? Kwa hivyo lazima ujue, hata kama ukubaliani na mwenzako, chini ya katiba mpya 2010 uko na uhuru wa kuzungumza, uko na uhuru wa kufikiria, na hata uko na uhuru wa kufanya maandamano. Vijana walifanya maandamano kikatiba wakauawa, na ndio tunasema tarehe 25 mwezi huu itakuwa ni siku ya kusherehekea na kukumbuka wale vijana wetu ambao waliuawa na serikali ya Kenya Kwanza. Na ndio tunasema wao, ndio tunasema kwamba wao, hii serikali itakuwa one term. Harambee! Harambee! Wangapi watajiunga kukumbuka vijana hawa ambao waliuawa na serikali?
Na kwa hivyo sisi tukaungana na hatuna mchezo. Kidemokrasia mtu akishindwa na kumiliki na kuhakikisha usawa wa nchi, maisha yanakuwa hoi. Zote Wakenya tumekuwa walala hoi badala ya kuwa walala hai. Vijana hawana kazi, kina mama wanalia, wanasema mama mboga itakuwa serikali ya mama mboga. Mama mboga gani ameingia kwa serikali ya Ruto? Hata vijana wa bodaboda watashirikishwa, alafu anakuja kupitia mlango wa nyuma. Juzi wametoa shilingi milioni 10 kwa kila constituency kwenda kuwaonga wananchi. Tunasema hiyo serikali, hiyo pesa ni yenu. Kwanza ichukueni vile watu wa Machakos walifanya jana. Walichukua hiyo pesa na wakamwambia Kindiki na mtu yako one term. Wangapi watachukua hiyo pesa na kuambia one term? Wamechelewa. Na kwa hivyo wananchi wameamua kwa kauli moja, nchi ni yetu. Kwa hivyo nyinyi wakaaji wa Pwani, tumekuja tukijua kwamba nyinyi na sisi pamoja ni wale ndugu Rigijia naita makasi. Anasema Ruto, mtasikia, mnataka msikie? Anasema Ruto amekosa tabia, anaingilia mambo ya makasi. Kwa hivyo ngoja huyu ndugu sasa asalimie, huyu ndugu Eugene Wamalwa, alafu turudi pale kwa Rigiji. Mazeras hoye! Tukisema harambee tusikie watu harambee!